Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, ndugu yetu Ana Mlingi Macha, waheshimiwa viongozi wote wa chama na serikali, kamati ya ulinzi na usalama, viongozi wetu wa kiroho waliotuongoza katika misa yetu, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bariadi Vijijini, ndugu yetu Masanja Daudi Kungu Kadogosa. Niseme tu kwa ufupi, itifaki nizingatie kwa namna hiyo kwa sababu ya muda. Shughuli ni dua ya kuliombea taifa, kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumkumbuka baba yetu Daudi Kungu Kadogosa kwa ajili ya maombi. Nianze kusema ni mara ya tatu sasa au ni mwaka wa tatu nahudhuria tukio hili, na niliwahi kuwanukuu watu waliokuwa wakisimama hapa wakisema tukio hili lisihusishwe na siasa. Na leo mimi naweza nikasema, Mheshimiwa Masanja Kadogosa, umeonyesha kwamba matukio yote yaliyopita hayahusiani na siasa, bali ni dua kwa ajili ya kuliombea taifa na kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kumkumbuka mzee wetu. Kwa mwaka huu sasa umetuonyesha baada ya mambo ya siasa kupita. Mimi niseme tu kwamba Mheshimiwa Kadogosa ni moja katika watu wema sana. Yeye ni Mkatoliki, mimi ni Muislamu na ni kiongozi wa Uislamu. Ni mtu ana roho ya peke yake kama alipotoka huyu mwenezi kuzungumza hapa. Mimi nikiwa Dar es Salaam nilimpigia simu nikamwambia naelekea airport kwa ajili ya kurudi Simiyu. Akaniuliza, shehe, una usafiri gani? Nikamwambia mimi huwa nikiwa Dar es Salaam natumia Bolt. Alinipa gari yake ya kazini, nikachukuliwa na kupelekwa mpaka airport na nikasafiri kuja Bariadi. Sasa ukitazama vitu kama hivi, mtu huyo anabaki kwenye fikra zetu, na zaidi ametuunganisha kwenye matukio makubwa. Kama kuna wakati Tanzania tunahitaji dua kwa wananchi wake, basi ni wakati huu. Kwa hiyo kutukutanisha katika wakati huu, Mheshimiwa Kadogosa, umefanya jambo la msingi sana, hasa katika wakati ambapo Watanzania tunahitaji kumrudia Mungu. Lakini ndugu zangu, kuna kitu kimoja nikiseme, kuna jambo moja linataka kutuingia Watanzania, hasa sisi wenye dini. Kuna watu walitaka kuwagawanya Watanzania kwenye upande wa siasa, imeshindikana. Sasa wanataka kuingia kwenye dini. Baadhi ya viongozi wa dini wakiwemo mashehe na wa dini zingine wanataka kuingia kwenye huu mfumo wa kutugawa katika taifa letu kwa kutumia udini wa Ukristo na Uislamu. Sasa tuseme, ndugu zangu, kuna mambo hayawezi kuisha kwenye hii dunia mpaka dunia inamalizika. Watu kuwa na dini moja dunia nzima haiwezekani. Watu kuwa na maarifa ya pamoja ya kulingana dunia nzima haiwezekani. Na watu kuwa na umiliki wa mali wa kufanana hauwezekani. Kwa hiyo lazima dunia tutakwenda, watakuwepo Wakristo, watakuwepo Waislamu, watakuwepo wasio na dini kabisa, na hao ndio wengi kuliko sisi wenye dini. Tusiligawe taifa kwa sababu ya udini tulionao. Tuache. Na juzi hapa pametokea mashehe wanasema eti kula chakula cha Krismasi ni haramu. Yaani wanaambia Waislamu wasile chakula cha Krismasi. Mimi jana nilialikwa Shinyanga kwenye Krismasi, juzi nilienda nikala pilau na nimerudi leo. Hamwezi kutugawa hili taifa
kwanza tutangulize utaifa mbele kuliko imani zetu. Hizi imani zetu ni za kutupeleka mbinguni, sio za kujaji mambo ya kitaifa haya. Tusiwagawanye Watanzania sisi viongozi wa dini. Dini zetu zituelekeze mahala pazuri pa kuwaelekeza waumini wetu waweze kwenda mbinguni. Tunahitaji taifa liwe salama, na kwa maombi ya viongozi na kwa maombi ya Watanzania, taifa letu tulivushe ili tuishi kwa amani. Utamaduni wetu wa Tanzania ni amani na utulivu. Hata kama tunadai haki, hatuna desturi wa Tanzania kudai haki kwa kuvuruga amani. Hatuna utaratibu huo na wala sio desturi yetu. Tubaki kwenye desturi yetu, ndugu zangu wa Tanzania. Tumwombee Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ndiyo rais ambaye Mungu ametupa. Ukimwona mtu yuko kwenye nafasi, usiulize kwa nini amekuwa pale. Kadogosa yuko kwenye ubunge, usiseme nilikuwa nafaa mimi, kwa nini yeye yuko pale. Wewe ni mwimba kwaya, kuna watu kanisani wangapi ambao pia yawezekana wana sauti lakini hawaimbi. Usimwangalie mwenzako yuko kwenye nafasi ukasema kwa nini yuko pale, mbona ni mwanamke, mbona ni nini. Hapana, Mungu ndio kamweka pale, na tufikie hatua tutambue watu nafasi zao amezitoa Mungu. Nimalizie kwa kusema tuendelee kukumbusha hili tukio kwamba tunamwombea baba yetu